Brayden wangu, utakuwa umenimisi eh? Hebu acha mawazo ya kijinga wewe. Sasa ujinga uko wapi jamani? Yaani kwamba huwezi kunimisi? Nisikilize. Leo nisikilize kwa makini sana. Nimekuja hapa kukwambia hivi. Ile nyumba ambayo nilikuwa natafuta kwa ajili yako tayari imeshapatikana. Kwa hivyo ninavyoongea kuanzia sasa, jiandae, muda wote unatakiwa uondoke. Na umwage huyo shoga yako. Na sijui utamwagaje. Ila muda wote kuanzia sasa jiandae, utaondoka. Ipi kumbe Brayden wage unajali kuhusu mimi? Yaani kweli nimejisikia raha sana kuona unajali kuhusu mimi na wanao. Ba Daniel. Nafikiri tumeshaelewana. Sitaki kabisa uendelee kukaa hapa nyumbani kwangu. Kwa hiyo jiandae, muda wote utaondoka. Kwa sababu ukiendelea kukaa hapa hiyo mimba inakuwa kubwa hiyo. Na hiyo mimba ikishakuwa kubwa itakuwa ni matatizo kwenye ndoa yangu. Na sitaki kabisa matatizo kwenye ndoa yangu, mimi sitaki. Sasa mbona kama vile unanifukuza kiakili? Sababu nakufukuzaje kiakili? Unajua mimi nina akili timamu na zinachaji vizuri tu. Yaani hapa najua unataka niondoke hapa kwako ili ubaki wewe na mke wako. Hasa kaa ukijua, weka akilini kabisa, ni hata nikiondoka inabidi kule wewe unakuja kila siku kutuona mimi na wanao. La sivyo nitaondoka huko unakonipeleka nirudi hapa. Hivyo mwanamke ni namna gani wewe? Mbona unapenda kucomplain sana vitu? Yaani nafanya kitu kwa sababu yako bado una complain tu. Sitakuwa tushazungumza na tumekubaliana kabisa. Kwa maana nakutafutia nyumba, unaondoka hapa unaenda kukaa kwenye nyumba nyingine. Sasa una complain kitu gani hapo? Mimi sio kwamba na complain, ila nimekwambia tu. Yaani kama unao mawazo akilini kwako yatoe kabisa. Mimi nafikiri tushaelewana. Au unaosema wewe unawaza utajua mwenyewe. Alafu wewe ufanyi kazi yoyote inayokuingizia pesa, wala ufanyi biashara yoyote. Hela za kuweka marangi kichwani unatoa wapi? Au unaniibia wewe? Sasa Brayden ni mtu asiye na akiba jamani. Mimi akiba yangu ndo naitumia kama hivi kupendeza ili nikuvutie. Brayden, sasa umeshaniambia hizo taarifa zako, ndo unaondoka hata hujaniaga jamani. Kuna mwanaume ana madharau sana jamani. Wanangu, baba yenu ashatafutia sehemu nyingine ya kwenda kuishi, ambao tutaishi kwa amani, tutaenjoy na kutakuwa na upendo wa baba. Madaniel, muda wako umefika sasa wa kuishi maisha unayostahili. Ila mimi ni mzuri. Kumbe Brayden anaona, ila anajifanya tu. Namchanganya unajua. Mashallah. Kamila, pokea. Najua unajiuliza maswali mengi, ila nimeandaa kwa ajili yako. Unamaanisha nini? Pokea kwanza bana, nikae afu tuzungumze.
Kamila, unajua mimi na wewe tuna ugomvi ambao hata mimi mwenyewe haunihusu. Yaani nimekaa nikawaza, kwa nini mimi na wewe tunagombana? Yaani nikajiona mimi mjinga sana. Najua ni ngumu kuelewa, ila taratibu utaelewa. Unajua chanzo cha mimi na wewe kugombana ni wewe kuwa karibu na Bryden na wewe kubeba mimba ya Bryden kwenye tumbo lako. Na nimejiuliza, sasa kwa nini mimi nakasirika? Na hali ya kuwa Bryden ni bosi wangu tu na wala sina mahusiano yoyote na yeye. Na hata hivyo, hata kama nikimwambia Clara kwamba wewe unatembea na Bryden, unadhani mimi nitafaidika nini? Au nitapata faida gani hapo? Nimewaza, naona ni ujinga tu. Cha zaidi mimi naona nitawagombanisha, nitaharibu urafiki wenu. Alafu mimi nitaonekanaje? Haya, mimi nikiwagombanisha mkagombana, siku nyingine mkaja mkapatana, mimi nitakuja kuelewekaje? Nitaonekana mimi mnafiki, mbea, mchonganishi. Hasara itakuwa kwangu. Mimi nimeona haina haja. Unajua Husna, sikuwahi kabisa kutegemea kama ipo siku utaongea maneno mazuri kiasi hichi. Yaani sikujua kama siku utaongea maneno kama mtu mzima namna hii. Unajua bado siamini maana Husna ulikuwa unanipa stress wewe. Hizo stress ziishe sasa, maana huu ndio mwanzo wa furaha. Naomba tuanze na cheers, ikiwa ni ishara ya kuonyesha furaha iliyopo na kumaliza tofauti zetu. Na ni tamu ijuisi, shoga yangu. Kweli eh? Kuwa mtoto mimi nilisikia mapenzi kwa wengine, asamokuwa mimi najionea mapenzi mwenyewe. Unaoteseka moyo, huwezi amini, unawaka moto kwa ndani, uwaga na kesha pop. Kumbe umesharudi? Sasa mbona umekaa hapo nje mwenyewe? Babe, are you okay? Mbona upo deep hivyo? Basi ngoja nipeleke hivi vitu ndani afu nakuja tuongee. Sawa mume wangu? Wife. Yes baby. Nataka ubebe mimba kwa mara nyingine. Bryden. Hicho ndo ninachokifikiria na nataka iwe hivyo. Lakini baby, si unajua kizazi changu hakipo sawa, na madaktari walisema natakiwa muda wa kupumzika ndo nibebe mimba nyingine. Hao waliosema ni madaktari,
hawajui ni kiasi gani ambavyo mimi nataka kuwa na mtoto, hawajui ni muda gani nimesubiri kuwa na mtoto. Nisikilize, this time, kwa gharama yoyote ile na kwa namna yoyote ile, nataka ubebe mimba mpaka utakapozaa. Ni sawa, lakini ni vyema tungefuata ushauri wa madaktari, maanake mimi bado sijapona. Kwa muda uliokaa utakuwa tayari umeshapona, kwa hiyo liweke akilini hilo. Sawa, lakini mimi sijui kama itawezekana, yaani sijui. Karibu Befefu. Pole na kazi madam. Asante. Kulikoni? Mbona leo mnafurahi hivyo? Shoga yangu, kwani kuna shida? Mtu na mdogo wake kufurahi. Tuko tu tunapiga stori mbili tatu hapa. Makubwa, ndio mmefikia huko? Na unaonekana umechoka kweli kweli leo. Wewe acha, yaani nimechoka hatari. Yaani ya maisha bana, mtu unatafuta hela zako kwa shida na bado unakufa unaziacha. Ndio hivyo wanasema, duniani utateseka, mbinguni utachoma moto. Oi. Ila yote kwa yote, shoga yangu, leo na habari njema hatari. Una habari gani hizo? Mwanzo Patu kanipigia simu anataka nirudi nyumbani. We Kamila, kweli? Yaani huwezi amini, amenikurupua. Alikuwa anataka eti nirudi leo. Nikamwambia aka asubiri kwanza hata nijiandae niwaage vizuri ndo niende. Hatimaye na wewe ndo yako inaenda kufufuka tena. Na ulipokuwa umekaa huko muda mrefu, lazima atakuwa amejifunza kitu. Mchoga yangu ndio hivyo, yani bora tu hata niende kwangu. Sasa unajua nimekaa muda mrefu sana huko Yaani hadi nahisi kuna muda nilikuwa na wakwaza hasa shemu. Kwa naona ni bora tu nikaondoka. Hamna bana, si unajua kazi na Beli na akiwa na hasira zake. Yaani akikasirika mpaka mimi mwenyewe namuogopa. Hamna, unakuta mimi ndo nilikuwa nachangia zaidi, labda alikuwa tu anashindwa kukwambia. Hamna bana, hayo umesema wewe. Alafu pia unajua nitakumisi sana shoga yangu. Maana ulipokuja kukaa na mimi huko ndo nimezidi kuzoea kabisa. Sasa utakuwa unakuja hata siku moja siku za weekend. Nitakuwa nakuja ile hizi weekend za mwanzoni hata mwenzangu. Mwenyewe nimemisi mume wangu, nitakuwa nakaa naye. Bana, mimi sikupingi kwa kuwa umesema wewe. Kwani ushamwambia Bryden kwamba unaondoka? Bado namsubiria akirudi nitaongea naye. Basi sawa. Mimi niko zangu ndani kule. Sawa. Nilipokuwa mtoto mimi nilisikia mapenzi kwa wengine, hasa mkubwa mimi najionea mapenzi mwenyewe. Unaoteseka moyo, huwezi amini, unawaka moto. Alafu baby, unajua nilizungumza na Kamila, alikuwa ananiaga, kesho anaondoka zake. Ni jambo zuri. Dada, kumbe unaondoka na usemi? Ndio anaondoka, ila nilipanga kuambia tukiwa wote kama hivi. Sawa, ila nitakumisi. Usijali mdogo wangu, nitakuwa nakuja mara kwa mara kuwatembelea. Sawa.
Babe, mbona hauli? Nakula mbona? Au nikulishe? Nikulishe? Sasa mbona umejaza hivi? Nikupe tena? Yaani mpaka nashindwa kula babe. Kweli. Pole bana. Kamila, Wewe, una shida gani? nini shida Kamila? Ni damu. Juisi imefanya kazi.